Jamani, karibuni tena katika chaneli yetu. Leo ningependa kuzungumzia kuhusu bima za watoto pamoja na bima za wamama wajawazito. Wapendwa, naomba leo tuzungumzie kuhusu bima za watoto pamoja na bima za wamama wajawazito, kitu ambacho ni muhimu sana 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 sana, na watu wengi hatukufikirii kabisa. Unaona? Hatufikirii kabisa, tunaridhika au labda tunakuwa hatujui kama kuna bima za watoto ambazo mtu anaweza kukata binafsi, ama pia tunakuwa hatujui kama kuna bima za mama kipindi ukiwa mjamzito. Tazungumzia sana kwa sisi ambao tunaishi Sweden, sijui nchi zingine system zao ziko vipi, lakini bima za watoto na bima za mama akiwa mjamzito ni muhimu sana 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 sana. Wote tunajua kuna kuwaga na zile bima za mtoto ambazo manispaa huwa inawakatia wakiwa wanaenda shule. Hizo ni bima tofauti kabisa. Na bima hizo za shule zinamlinda mtoto pindi anapokuwa shule, akitoka nyumbani kwenda shule, na akitoka shule kurudi nyumbani. Baada ya hapo, ile bima inakuwa tena haifanyi kazi kwa mtoto. Kwa hiyo, nini kifanyike? Ni kwamba unatakiwa umkatie mtoto wako bima binafsi. Sawa. Naomba kwanza nianze kuzungumzia bima ya ujauzito, kwa sababu hii pia ni muhimu sana. Inakuwa kama umeandaa, unajua kama ukijenga nyumba, unaanza kwanza msingi, sijui nini, kakwenda karudi hivyo. Kwa hiyo ni hivyo hivyo ikiwa kwenye masuala ya bima kwa mtoto. Kipindi mama mjamzito utakapojijua una mimba tayari, unajijua mimi nina mimba, sawa, una uhakika kila kitu kabisa una mimba, ni muhimu kukata bima ya mimba. Kwa nini? Bima ya mimba hiyo inakusaidia ikitokea wakati wa kujifungua umepata changamoto yoyote, labda umezaa kwa upasuaji ambao ulilazimika wewe kufanyiwa upasuaji, au katika kujifungua umevuja sana damu, au katika kujifungua umepata pressure, yani ghafla tu umeumwa, yani umepata shida yoyote ile, basi bima hii itakulipa we mama fidia. Na kwa mtoto inalipa fidia vipi? Inalipa fidia kwamba ikitokea mtoto kwa bahati mbaya amefia tumboni, basi wewe mama mjamzito utalipwa fidia. Ikitokea mtoto umemzaa kabla ya wakati wake, basi utalipa fidia, utalipwa wewe fidia. Na ikitokea kwa namna moja ama nyingine umekaa hospitali siku nyingi, basi kila siku wewe utakuwa unalipwa fidia. Yaani tuseme umeenda kujifungua kwa changamoto zilizotokea ikapelekea labda wewe umekaa hospitali wiki ama wiki mbili au mwezi, basi kile kipindi chote ambacho wewe uko hospitali, bima hii italipa fidia. Hiyo ilikuwa bima kipindi cha ujauzito. Kwa hiyo ni muhimu sana kukata bima kwa mama mjamzito, bima hii ambayo inaitwa Gravid Försäkring. Gravid Försäkring. Kuna mashirika tofauti tofauti yanatoa huduma ya bima hii ambayo inaitwa Gravid Försäkring. Na hii Gravid Försäkring inalipwa mara moja tu. Yaani sio bima ambayo utakuwa unalipa kila mwezi, hapana. Ni bima ambayo utalipa mara moja tu. Unaweza ukalipa, kuna zingine inakuwa 1,000, nyingine inakuwa 2,000. Kwa hiyo mwenyewe unachagua ukubwa wa bima yako, unataka kulipa shilingi ngapi. Unalipa pesa mara moja tu, kisha unakuwa umemaliza, unakuwa na bima yako mwenyewe mama mjamzito ambayo inakusaidia kama kitu chochote kibaya kitakukuta wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua. Umeshaona hivyo. Haya. Bima ya watoto. Bima ya watoto ni muhimu sana. Muhimu sana 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 sana. Pale tu unapomaliza kujifungua mtoto wako, na pale tu mtoto wako ameshapata namba ya usajili, yani pensionsnummer. Ukishajifungua mwanao, umemaliza salama alhamdulillah, umepatiwa namba ya usajili ya mtoto wako, ni muhimu kabisa
kumchukulia bima ya watoto ambayo inaitwa Barnförsäkring. Umeshaona kwa nini umkatie mwanao bima hii ya watoto ya Barnförsäkring? Ni muhimu sana. Ikitokea mwanao amepata maradhi makubwa, kwa mfano kisukari ama pumu ile ya hali ya juu kabisa, au hata amepata matatizo ya akili. Umeona kuna wengine wanajifungua watoto wao kidogo wanakuwa na shida, changamoto za akili, basi bima hii itakupa fidia ya kiasi cha pesa kulingana na ukubwa wa bima yako. Hivyo hivyo ikitokea kwamba mwanao kwa namna moja ama nyingine kwenye maisha yake amepata kilema chochote ambacho kikapelekea yeye kutokufanya kazi, basi kuna fidia ambayo mtoto anakuwa anafanya nini? Analipwa. Muhimu sana. Hii bima hii na ile bima ya mimba kidogo zinaenda sambamba. Ukiwa umekata ile bima yako ya mimba na ukazaa mtoto ambaye ana changamoto labda kisukari, ana changamoto labda tuseme ya akili, au ana ulemavu wowote mwilini, au ana shida yoyote ya kiafya, yani magonjwa yote makubwa, basi inakuwa rahisi wewe hata ukimkatia mwanao hii bima ya watoto ambayo ni Barnförsäkring, mashirika yakakubali kukupa wewe bima hiyo. Lakini ikitokea kwamba hukukata ile bima kipindi ukiwa mjamzito, alafu ukazaa mtoto wako, baadaye akajulikana mtoto wako ana maradhi makubwa na matatizo makubwa, basi hata ukija kukata hii bima ya watoto utakuwa umechelewa, hautopata fidia yoyote. Kwa hiyo nadhani wenyewe mnaona kabisa ile bima ya ukikata kipindi ukiwa mjamzito ni muhimu sana. Haya, si mmenielewa? Au si nikupeni mfano mwingine? Kwa mfano umeshika ujauzito wako, hujakata bima ya ujauzito, ukajifungua mtoto ambaye ana changamoto yoyote ile, maradhi, ulemavu, shida kama hizo, ukaamua kwenda kukata bima hii ya mtoto baada ya kugundulikana mtoto ana maradhi hayo, basi bima hii haitokulipa fidia yoyote. Lakini ikiwa kipindi ulivyokuwa mjamzito ukakata bima ujauzito, basi hata ukizaa mtoto wako ana maradhi au ana ulemavu, basi ni rahisi sana wewe kupata fidia pale tu itakapojulikana mtoto wako ana changamoto za maradhi au changamoto yote ile ambayo utakuwa mtoto amepata kipindi ambacho anazaliwa. Umeona? Kama nilivyosema mwanzo, zile bima ambazo manispaa inawakatia watoto ambao wanaenda shule inahusiana tu na mambo ya shule, kama mtoto amedondoka shuleni, ameumia, au alivyokuwa njiani anakwenda shule katokea kitu chochote, ajali akaumia, au kipindi anarudi nyumbani kutoka shule katokea jambo lolote lile mtoto akapata shida, basi hii bima ambayo manispaa inawakatia watoto shule inakuwa inabeba jukumu hilo hapo. Lakini hii ambayo wewe unaikata yani binafsi kabisa, inakuwa inamlinda mtoto masaa 24. Haijalishi yuko wapi, haijalishi yuko nyumbani, yuko sijui wapi, mmesafiri, sijui mmeenda wapi huko, shida yoyote ile kimkuta mtoto, basi bima hii inakuwa inalipa fidia. Kwa hiyo cha mwisho kabisa wapendwa, ni muhimu sana 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 kukata bima kipindi ukiwa mama mjamzito unamsubiri mwanao, na ni muhimu pia hata baada ya kujifungua mtoto wako ukamkatia bima. Nafikiri mmenielewa. Kama kuna mtu atakuwa na swali lolote kuhusiana na mambo ya bima za watoto au ana maswali kuhusu aina yoyote ile ya bima ya sisi wenyewe watu wazima, vitu kama hivyo, naomba mniandikie kwenye comment. Nitakuwa nafanya hizi video nyingi sana. Ni muhimu sana haya mambo kuongeleka kwa sababu hatujui, kuna watu wengi hatujui umuhimu wa kuwa na bima, aidha kwako wewe mwenyewe ama kwa watoto wako.